Ulikuwa unamaanisha nini mbele ya somo yangu? Unataka uonekane wewe ndo mtakatifu sana? Hiyo tabia yako kiukweli imenichosha. Wewe kunchoshwa ni tabia zangu, lakini tabia zako wewe hazijakuchosha eh? Na wakati mwenyewe unajua kwamba haya yote yametokea kwa sababu yako wewe. Kama kusema umeshasema, na kama kusikia nimeshasikia, ila hilo lako wewe sasa ni gubu. Kila mtu unataka ajue kama mimi sina tabia nzuri, halafu unapata faida gani zaidi ya kumdhalilisha mkeo? Kumbe kuna muda wewe wafikiria vizuri tu, lakini kitu gani kinachokufanya usitule katika ndoa yako? Nimekwambia usisikilize maneno ya watu. Kwa hiyo ukiambiwa umpe talaka mkeo pia utampa? Naona siku si nyingi ili jambo lienda kutokea. Tena ninavyokuambia wala sisubiri mtu aje niambie kama fulani mpe talaka mkeo. Kama ushafanya maamuzi tayari, kipi kinachokufanya ujicheleweshe? Nipe talaka yangu niondoke. Maana mimi mwenyewe nimekuchoka hivyo hivyo. Hatimaye leo kunzungumza ukweli. Hatimaye leo kunzungumza ukweli wa nafsi yako. Kumbe yote haya nilikuwa nayafanya kwa sababu mimi nilikuwa hunitaki. Na kama mimi ngalikuwa hunitaki, basi ungaliniambia mapema kabla sijakuoa. Kumbuka mimi na wewe tunkaa kipindi gani katika mahusiano mpaka tukafikia hatua tukawa pamoja? Tumepanga mipango mingapi? Tumeahidiana vitu vingapi? Leo nakuja kutokea mtu from nowhere anakuja kwako, anakuja kukuharibia ndoa yako. Kitu gani unachotaka wewe? Mapungufu yangu mie yapi? Shida zipi? Unaamua kuharibiwa ndoa na mtu ambaye kwa hayupo kabisa katika future yetu, ilikuwa hayupo. Tumepanga mipango kibao ya maisha, hatujafika. Nimeoa niheshimike, heshima yangu iko wapi? Hakuna asiyejua sehemu zako za siri, tena ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Hivi una akili? Unadanganyika na mtu ambaye alikuwa hayupo. Kama ilikuwa unataka si bora ungaliniambia. Tatokeo ulitaka. Huu ni mwezi wa ibada, uzinzi usiukaribie kabla. Uzinifu ni hatari, kamwe usikaribie. Mzinifu, mzinifu, mzinifu. Samaki tayari ameshanasa kwenye chambo na ni muda wa kunywa supu gizani sasa. Ndugu yangu, hupoi. Nilizani kuwa utapunzika kipindi hichi. Labda niwe nimefariki ndio nitaweza kupumzika, ila unakumbuka kama niliwahi kukuambia na issue ya mke wa mtu, sio? Ndio nakumbuka. Ndio huyu sasa amenasa. Mwanzoni alikuwa anajifanya mgumu sana, ila sasa naona amekubali iwe pesi kabisa. Kwa hiyo ushauri wangu umeupuuzia? Hapana, nimeuzingatia na kwa sasa nimeamua kubadilisha location. Kwa hiyo hawatanikamata kabisa, na kuhusiana swala la kuachana naye haiwezekani. Ndugu yangu, wewe kweli kiboko. Haya, wapi safari hii? Tulia, nitakuambia. Ondoa wasiwasi, ila subiri nizidi kuvumilia misumari ili nihakikishe kwamba hawezi kuchomoa. Yaani simu yako ni hatari sana. Hutumii dawa lakini wewe. Maana naona siku hizi sikuelewi. Kasim, yaani mimi mwenyewe ni dawa tosha. Naweza nikamtongoza mganga na asiwezi kuchomoa. Mganga kaka?
Wewe umenishinda hapo, umenishinda. Sawa, umeshinda baba. Tumbo linasikia, nafsi inalia, macho yamepwa ngozi kushinda chakula. Shetani amefungwa lakini nafsi maovu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Unaendeleaje? Nashukuru Mungu, alhamdulillah. Vipi ule mpango wako, umefikia wapi? Hebu mfuata huko. Haya, na jambo zito lililojificha, lakini takangalifichua karibuni tu. Jambo gani hilo? Huyu kijana anatembea na mke wangu huko anakotoko, kamfanya uchafu mkubwa mno, ndio maana akakimbilia huko. Amefanya nini? Huko anakotoka huko kanitembea na mwanafunzi, kanampa ujauzito. Alipoona kesi ishaanza kumwelemea, ndo akakimbilia huko. Sasa ninachokitaka mie, nataka mmumbue. Kwa hiyo umepanga kufanya nini? Lazima ende jela ili akatumikie makosa yake. Siwezi sasa kumwacha akaendelea kuharibu jamii. Afadhali hapo, nitafurahi sana. Na vipi kuhusu mke wako? Kuhusu mke wangu, na yeye atawajibika. Kila mmoja atatumikia makosa yake na kila mmoja atavuna alichokipanda. Sawa, ibidi uharakishe. Wewe usijali, wewe kaa tayari na tukio linalokuja. Sawa, acha tuone. Onda nyumbani, onda sokoni? Mimi naelekea nyumbani. Twende kusindikize. Sawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi hali yako? Namshukuru Mwenyezi Mungu, sijue. Na mimi alhamdulillah mpaka sasa. Leta maneno yako. Dhumuni la kuja hapa ni kuhusu mtoto wenu Zuena. Amefanya kitu gani? Najua amepitia wakati mgumu sana na changamoto kipindi mtoto wenu alipopata ujauzito wakati yupo shuleni. Sijakuelewa. Unataka kitu gani sasa kwa binti yangu Zuena? Nimekuja na suluhisho ambalo ilikuwa mnalilia kwa muda mrefu sana. Suluhisho lipi? Yule kijana ambaye alikuwa mnamtafuta, mimi namfahamu na anapajua anapoishi mpaka sasa. Sikiliza nikwambie. Naona umekuja kunidhihaki na kuzungumzia maneno hayo. Unajua dhahiri kwamba unanitonesha mimi kidonda ambacho tayari kimeshakuwa kinaanza kupona. Huko unapoelekea sio sehemu sahihi. Hapana, mimi simaanishi kama nakuja kukudhihaki. Nasema ukweli. Yule kijana huko aliko anaendelea kufanya machafu, na imefikia wakati mpaka sasa anatembea na mke wa mtu. Unasema? Sasa mtu kama huyo kwenye jamii ana faida gani? Si bora tumemtume moto tu. Mnasubiri kitu gani? Huko unakoelekea si kuzuri, na hatuwezi kuchukua sheria mikononi mwetu, kwa sababu wakati mwingine hasira huzaa hasara. Mimi nimekuja hapa ili tushirikiane, tujue tunafanya kitu gani. Sasa wewe unataka mimi nifanye kitu gani? Hicho ndio nilichokuwa nakisubiri kiupande wako. Nafsi inalia, macho yamepwa ngozi kushinda chakula. Shetani amefungwa lakini nafsi maovu imepania. Huu ni mwezi wa